sijui ni furaha gani ambayo niko nayo ndani ya moyo wangu. Kuwa mwaminifu, kujitolea na kufika kwenye wito ambao ulipotumwa. Iwe ni sijui ni baba, ni mama, ni dada, ni kaka, kwa kweli sina nitachokulipa. Tutamtegemea Mwenyezi Mungu sababu ndio muweza wa kila jambo. Tunakaa katika hii dunia, yeye ndio anaweza kusema naponya ama siponyi. Ama akanichukua niko mlemavu ama akanichukua naona. Vipi kuhusu mke wako kwa sasa, inakuaje? Mko naye au njoo ameenda rote? Mke wangu mpaka hivi sasa toka aliponiacha na mpaka hivi hajarudi. Nimjitahidi kadiri na kwenda kubembeleza arudi, wala hakurudia. Ndio hivyo niko hapa. Basi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kule rafiki yangu akipita akinitazama hivyo, basi ndio hivyo. Kwa kweli hali yangu ni ya kusaidiwa. Tulifunga ndoa ile, naomba arudi ili kunisaidiza watoto. Kwa kweli hali yangu hata mimi nataka nisaidizwe. Watoto angali wadogo, limuona miaka 11. Ni mdogo sana. Mmoja, wawili, mpaka wengine wa kike kule uani. Basi katika hali unapowaona ni wadogo, wanastahili kulelewa na mama, mazingira ya mama, kila kitu ni mama. Kwa mimi watoto wataenda kucheza, nguo ilichafuka, sabuni hamna, akiwa matamona tambia badilisha nguo ni chafu, mimi sioni. Na katika wale watoto wakizidi kuwa wachafu na nini vitu gani, mama atawakaripia mida ya kukoga, basi vitu kama hivyo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100. anza hizi zote. 10,000, 12,000, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Maana ulipompa alifikisha. Nashukuru Mungu akufungulie milango ya riziki, penye paliotoka hizi parudi zingine. Nasema asante, shukran. STV, every story matters. Yes, bakunzi ba STV, murabumeze bien. Jemeze neza, ndiza ko namumeze neza, ariko tugendera henshi hatandukanye kandi aho tugeze turaba uko hasa n'ingene hangana kugira ngo tumenye uko tuhitwara. Ijwi ryacu nimba riri hasi nuko turi kumwe n'umuntu tutovuga neza ko yishimye 100% canke se ari mu mahoro 100%, ariko byose ngo gushima Imana. Ndi kumwe n'umuntu mwabonye cyane ku kinyamakuru kibanyi wa Kalai TV, akoresha ikiganiro bivaye n'ibibazo yararimwo byinshi byarabibonye, ariko kuba tashoboye kubibona ni umupapa ntaramenya neza, ntibuka neza abana afise cyangwa umuryango ufise kungana, ariko ico ndibuka yuko afise ubumuga bwo kutabona, mu Kirundi tubita impumyi. Nyuma yaho umugore we ashobora kuba yaramutaye bivanye n'ibibazo, ntituzi iminsi haciye uko vyabandanyije, byinshi turaza kubimenya. Ku bantu batumva igiswahili baza kutubabarira kuko avuga ururimi rw'Igiswahili nirwo yumva kurusha, nako tuza kugerageza kuyaga nawe muri ubwo buryo kugira ngo tubashe gutahurana hagati yacu babiri. Turizera abafana bacu canke abakunzi bacu benshi ko bashobora kugitahura. Turafise n'ikindi kintu cyatuzanya, ariko igikuru no kumenya uko amerewe, uko biriko biragenda. Turabaha ikaze mwese, muradukunda turabiza, ariko mu gihe tubashikiriza umuntu afise ikibazo tuhora twifuza cyangwa tukaryoherwa gufata akanya keza ko kugira ico mumufashije mu vyo Imana iba yarabahezagiye. Nimba wowe ukanura uyu munsi, we akaba adakanura, suko yoba yavutse adakanura cyangwa suko ari umunyavyaha kurusha abandi, cyangwa suko Imana yamutaye, ahubwo nakaryo keza ko kumva yuko twishimira uko turi uyu munsi tubicishije mu kubafasha abantu baba bafise ibibazo na cyane biboneka nk'icyo umuntu afise. Reka ndamuha ikaze hama tubashe kuyaga nawe byinshi bigiye bitandukanye. Karibu sana mzee kwenye STV. Nashukuru sana. Wazima lakini salama kabisa. Ni Muislamu. Waislamu tunasema salamu alaykum. Wa alaykum salam. Mimi Muislamu kwa baba na mama. Unaitwa? Naitwa Rakandi Omari. Rakandi Omari. Iliwahi kutokea ukacheza mpira? Nilicheza mpira mu ekipe moja ilikuwa inaitwa Onze Afrique. President Majuto alikuwa anatumikia mvile
fasi moja kwa panaitwa hapa nitoka jina fasi wako na chuza iko ma pièce de rechange labda nikipakumbuka ntanani karibu ya Alsafa Za Mwanze Afrique. haiko ya Buyenzi. Nilikuwa ni ya Buyenzi, ni ya Buyenzi sema mo president yali amaga kaenda Makinindo huko. Ilikuwa mwaka gani wakati unacheza mpira? Ilikuwa katika kucheza mpira ilikuwa manuna trua nilicheza 94 nilicheza sema tulihunga tu vile ya vita ambavyo vilipotokea. Basi hali kama hiyo manuna 28 tulikuwa tunacheza mpira hivyo. Na hapo pote wewe ulikuwa ni mzima? Nilikuwa mzima wa macho. Kuya kufikiwa na hii madhara wakati gani? Kwa madhara ya macho juni kama niko wa miaka 10 na mtoto wa miaka 11 baada madhara tuweza kwa tuko tunaenda na miaka 9 8 kati ya hivyo. Katika madhara alikuja mdogo tu nikajua labda ni miopi nizunguruka sana lakini ndio hivyo alitokea mpaka kufumba macho. Na siku ya kwanza we sijui kuna lala sijui kwa aje, siku ya kwanza inatokea kwenye macho yako kuona hauoni, ilikuwa palipitikana kitu gani? Tukumbushe kidogo. Katika siku ya kwanza ilipokuwa mimi kuona haikuja kimaujiza tu pum. Ilianza kuja mdogo tu katika maradhi gisi anavyokujaga. Kuja mdogo jiza flu. Baada mpaka hivyo nikaenda kwa mganga akanifika madineti. Kasema labda ni miopi. Lakini baadaye hapo hivyo ile miopi kaenda naona flu mpaka gisi ilifika macho kufumba hivi sasa. Pole sana mzee baba. Namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Unasema kuna karibuni miaka 8 au 9 huko hivyo. Kwa sasa ushajielewa. Mtu hakatagi tamaa, unakitumaini kama ipo siku utaweza kuwa tena kama karudi kwa ile hadi yako ya zamani. Tutamtegemea Mwenyezi Mungu sababu ndio muwezo wa kila jambo. Tunakaa katika hii dunia, yeye ndio anaweza kusema naponya ama siponyi. Ama akanichukua niko mlemavu ama akanichukua naona. Yote inatokana na Mungu. Ile wanasema mwenye anapokata tamaa huwa alilaniwa. Kwa maana Mungu alikuweka duniani wewe jipe tu espoir tu nitaona tu mpaka ikifikia kufa kwako wewe haukuona, yote muachie Mwenyezi Mungu, kidogo kibaya shukuru. Vipi kuhusu mke wako kwa sasa, inakuaje? Mko naye au njoo ameenda rote? Mke wangu mpaka hivi sasa toka aliponiacha na mpaka hivi hajarudi, nimjitahidi kadiri na kwenda kubembeleza arudi, wala hakurudia. Ndio hivyo niko hapa. Basi namshukuru Mwenyezi Mungu pakole rafiki yangu akipita kinitizama hivyo, basi ndio hivyo. Kwa kweli hali yangu ni ya kusaidiwa. Huwezi kosa kusaidia. Una hali ya kusaidiwa kweli, kwa sababu hakuna kitu unaweza kukifanya cha kukuwezesha kupata mafanikio bila kuona. Kweli. Maana tunaendelea kuomba watu wenye kuelewa na wenye kutambua kuwa ni maradhi ambayo ni magumu sana. Maana hautafanya chochote bila kuona. Hata simu hautaweza bila kuona. Lakini nyuma ya hapo una mpango gani kuhusu mke wako? Kwanza mlikuwa mlifunga ndoa? Tulifunga ndoa. Ile naomba arudi ili kunisaidiza watoto. Kwa kweli hali yangu hata mimi nataka nisaidizwe. Watoto angali wadogo, limuona miaka 11. Ni mdogo sana. Mmoja, wawili, mpaka wengine wa kike kule uani. Basi katika hali unapowaona ni wadogo, wanastahili kulelewa na mama, mazingira ya mama, kila kitu ni mama. Kwa mimi watoto wataenda kucheza, nguo ilichafuka, sabuni hamna, akiwa mama tamona tambia badilisha nguo ni chafu, mimi sioni. Na katika wale watoto wakizidi kuwa wachafu na nini vitu gani, mama atawakaripia mida ya kukoga, basi vitu kama hivyo. Kwa kweli natarajia arudi tusaidizane kulea watoto. Lakini kutokana na hali yangu kuwa duni, basi ndio hivyo. Walisema mwenye chake ni chake. Hapo kuna vitu tudogo unakutanaga tunasumbuaga sana kwenye maisha, hususan wewe ambaye una ulemavu fulani.
tule tuvitu tudogo ni tudogo kweli, lakini tunakusumbua. Lakini tena tunatakiwaga sana ni tuvitu gani? Mwenye ana ule uwezo mdogo, ule mdogo anaweza kupata hata tule tudogo akatukusaidia. Ni tuvitu gani? Ni kweli, unaona mimi nahitajika kula. Hawa watoto wanahitajika kula. Kalamu itakuja iliisha, daftari itakuja ilikuisha, atakwambia hivi. Basi wakati vitu tudogo, tofranga ndogo ndogo ngapi unakutana hamna. Afu mwenyewe na katika hali yangu na maradhi mengine yako ndani ya mwili. Mimi na maradhi ya ugonjwa wa kisukari, diabetes. So unakutana ni mtu nataka nile. Sasa naona kile chakula nakuwa sina, alafu naenda kaukiana, basi inakuwa ni matatizo mengine hali kama hiyo. Kwa kweli mwenye atakuwa na ule uwezo Mungu alimpa na kujua hali ya dunia ni nini. Hata yumlipa ni Mungu, mimi sina chacho mlipa. Kwa kweli naomba msaada. Sasa hapo wanasema tulizaliwa hatuna chochote, pia tutaondoka hatuna chochote. Maana chenye tuko nacho sio chetu bali tunaazimwa. Kwa hiyo mimi binafsi watoto wako wawili sijui wanasoma darasa la ngapi, mimi ndawatafutia vifaa vyote vya masomo, uniform na makai yote wawili. Huyu mwaka kesho wataanza, nitabimanunulia. Mungu akubariki na Mungu akufungulie milango ya riziki. Mungu akuwekee nyota katika makazi yako yote utapozunguruka katika mizunguruko yako. Na leo popa zito Mwenyezi Mungu apafanye pepesi. Kwa maana utapokuwa niokoa na utakuwa nisaidia. Ejua kila trimesi moja hao watoto wanalipa 30,000. Wanasomea hapa Kinyangonge hapa chapa hapa karibu hapa Buterere hapo. Inaitwa hiyo masomo. Kama sosi ya kumbuki jina vizuri. Wanasoma Muretao privé. Mmoja bako somo la ngapi, somo la ngapi? Moja wala pili. Wakawa hapa Kinyangonge hapo. Make trimesi 3 make inakuwa ni laki. Mmoja alipa saka 30,000 wote wawili. Make hivyo. Trimesi mwaka ni 30,000, inakuwa 90,000 kwenye mwaka. Maana yake inakuwa wawili 100,000 na 80,000. Kwa hiyo mimi uniforme na makai, kalamu vyote nitabinunua niviwapatie. Kisha Mungu akisaidia tena sijui, lakini Mungu akisaidia naweza nikusaidia hata kuwalipia hata trimester moja au mbili au hata mwaka wote. Lakini pia nitachukua muda kwa kuomba watu, yule mtu ananipenda mimi andi, yule mtu anaona kama kweli ananipendea wema na mazuri, na yeye aguswe aweze kuweza kusaidia chochote. Angalau tusaidiane kwenye dunia, maana vyote sio vyetu, tunaazimwa. Tunatafuta, unaweza kukosa ukapata, ukifanikiwa kupata saidia mwingine. So tuna imani ukipata hizo uniforme kutoka kwangu na vifaa vyote, makae, mastilo itasaidia. Ni kweli kama gisi ulivyozungumza, tulikuja hatuna kitu na tutarudi hatuna kitu. Huu ni mzunguruko, wanasema ni duara. Kila jambo lilagusa binadamu katika hii hali ya jua, katika chini ya ardhi. Mwenye anapokuwa Mungu alimruzuku kama gisi ulivyojitolea, na wengine watapojitolea sina nitachowalipa, Mungu ndo atawalipa. Kwa kweli ni msaada mkubwa sana. Sio kila mtu anapojikubalishaga kitu na akitimizi. Wengi wanaweza katimiza kitu akatimiza ima sitimizi, ni kutokana na mzunguruko wake gisi utavyokuwa. Kwa kweli sina nitachokulipa, licha hata sijakipata sijafanya nini, natoa shukrani Mungu akulipe, na katika makazi yako Mungu akuwekee wepesi, akufungulie milango ya riziki. Naomba msaada hata kwa wewe, kwa wengine, kwa rafiki zako, kwa jamaa zako, kwa ndugu zako, hata watu wengine wote. Wataponiona ni wanisaidie kabisa, hali yangu nataka takula nile. Sura hata mwili wangu ulishakauka, basi nataka labda kula vitu fulani. Unaweza kutana wanaambia nitumie mayai ya kukaindo, mayai ya kupikwa. Yoyote tu yapikwe, tunakutana sina ile franga. Ndio kwambia ile mayai ya kupikwa ni kitu ambacho kinaongeza mafuta ndani ya mwili. Kuliko ya kukaanga, yale yenye ulipika tu afu unatumia kula. Mpaka unaanza kuona yakula saa vile mara ngapi kwenye wiki?
pale la kutana kutokana na pesa gisi ilivyo. Wewe wanakuomba kukuomba, unaanza ukakosa kweli, lakini unaomba uyakule aje. Makeza kutana na tumia tuseme mayai maine, tayari unakutana hayo mayai maine tu, tunapaka kusema kutana uwezo ndio hivyo, hakuna siku mayai maine kwa siku soko kila siku hapana. Unaweza ukazidisha hata siku 3 siku ngapi unataka kuinga, unataka kula tuseme mayai 8. Sasa kwa hiyo yale mawili hata kipatikana selo na uwezo inakuwa sio mbaya, lakini wanasema maine yakosekana yale mawili 3 vitu hivyo, lakini kuinga yale mayai 8 lakini yakosekana unaweza kupata hata maine kuinga kama ngapi mahali kama hiyo. Maki kutokana wanasema ile mafuta yanarudisha yale mayai yako na mafuta yanarudisha nani mwili kidogo katika hii mishipa. Kwa hiyo tukirudi kidogo, nitani kuuliza swali la mwisho kisha tukue kama tunamaliza. Kabla hujawa hivi, hujawa na huyo ulemavu, kuna mtu aliwahi kumkosea? Je, unakumbuka na unaweza kufanya nini kwa huyo muda kwa kuhusu huyo mtu au hao watu? Kwa kweli nitakuwa nikudanganya. Kwa maana nilikuwa mcheshi, nilikuwa nafurahi na kila mtu, nacheka na kila mtu, kazi yoyote ikiwa nilikuwa nikitumika. Kwa kweli naona kazi kukosea mtu. Nilikuwa tu vero simple tu, niko tu safi tu kwa kila mtu. Sikukosea mtu. Je, kama kuna mtu fulani labda aliwahi kukwazika wewe hukujua, kwa huyo muda baka sasa anajidoga kuhusu wewe, neno gani unaweza kumwambia japokuwa hatumjui? Wenda kutokana anaweza kuwa alifanya kitu wenda tumjui, anaweza akanisamea kwa maana ni binadamu na mimi pia ni binadamu. Wenda anaweza akanisikia kama mimi niweza kuwa nimemkwaza, mimi binadamu. Siko Mungu, naweza nikasahau. Wenda kuna mtu labda ninitema mate, wenda ninikamata kikohozi, labda kinimkera, ama labda nipita labda nisema kimo ambayo ikawa mbaya. Naomba kwa mtu wote labda nitakuwa nimkwaza, naomba radhi atanisamehe sababu mimi ni binadamu. Tena kutoka moyoni, sio kutoka kinywani tu, moyoni kabisa. Nitakuwa ninikwaza kwa mtu yoyote, kuanzia mtoto, babu, mama, bibi, shangazi, nani, rafiki, jamaa wote. Kama nitakuwa ninikosea naomba nisamehe. Sasa mimi binafsi nafikiri ikikawia sana hapata pita wiki 2 siya kuya nayo makae hivyo vifaa vya watoto. Sitangoa eti mwezi wa 9 hapana. Unajua maisha ni hatari. Nitawaangalia sijui ni wanawake, sijui nishaona muone mwanaume usema wengine ni wa kike, tujue wanaanza vaa uniform za aje, tutakuja ni wachukue, nende wapime zinawaenea, wazichukue na makae yenyewe wanatakiwa kuchukua na makaramu fresh wachukue baada ya wiki 2 nitakuwa nishafanya hivyo. Nina imani sana Mungu akuwekee pesa ufungulie milango ya riziki. Kwa kweli mzunguruko kila mtu anapoona katika matarajio anapotafuta. Mungu anapofungula milango ya riziki, kutoa kitu mapema ni sawa na kuwekesha. Ni sawa na kuwekesha. Kwa juu unaanza ukasema leo na kesho mpaka mwezi wa 9 vitu vikabadilika. Una familia, una mama, una watoto, una bibi, una na kadhalika marafiki. Kajikutana labda ile ahadi ulipoitia kutana vitu vingine vinaingiliana. Kumbe Mungu anapokuruzuku riziki itoe mapema ili kile kitu ambacho jipojikubalisha kitoke. Kwa maana kila mtu hivi sasa ana mzunguruko wake. Inaweza ikafika ile mzunguruko uliahidi, kakutana mtu anakutafuta ubinadamu. Nitakutafuta. Inakuwa tena shida, ule jamaa ndio hivyo tena. Kumbe mtu ana matatizo yake. Kama Mungu alikuruzuku riziki itoe mapema ile ahadi, kwa kweli basi ndo hali yenyewe hivyo. Mungu tu akuwekee pesa ya kufungulia milango ya riziki. Kwa hiyo ulisema yule mtoto wako mwanaume anaitwa nani? Ndo mkubwa? Niitie Juma. Juma. Ulisema anaitwa Juma? Juma njoo kidogo. Kwa kama unakaa hapa kidogo. Unajua kuhesabu franga? Kidogo. Sasa mzee wangu, kuna mtu aliniagizia pesa fulani, ni shabiki wangu
iko fasi fulani, maeneo fulani, siwezi nikasema labda hawezi akafurahia, lakini kikubwa zaidi anajua ye mwenyewe alivyofanya na ataona kama alichonitumana kimekufikia. Kwa hiyo ndo muhimu, maana siwezi nikaongelea mtu, labda kuna mtu anapenda afanye asisemeke. Sasa kimuhimu binafsi mimi namshukuru sana kwa nafasi yako, nashukuru sana kwa kuweza kujitokezea na kuniamini kwanza mimi kunitumana hiki kitu. Kuniamini yake inanijenga mimi, inaonyesha kwamba nina sifa nzuri kwa watu. Kwa hiyo ndo maana nakifikisha na ndo maana ndaonesha hadharani gisi nakitoa. Binafsi I enjoy alichokitumana kimefanya gisi amekiagiza. Njoo hivyo. Kwa hiyo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, anza hizi zote. 10,000, 12,000, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Mzee, ndo pesa ambayo nimeagiziwa nikupatie. Nafikiri zinaonekana. Chukua kwa mikono yako na utaweza kidogo. Chukua kwa mikono yako na utaweza kidogo kushukuru huyo mtu, japokuwa hatukumtaja majina, hatukupenda na sio vizuri zaidi, lakini yeye ameona pia kwa nafasi nyingine. Na kumshukuru pia kwa nafasi yangu, nafasi yako pia, na ungeweza kutoa kidogo sauti uweze kumshukuru. Naam, moja kwanza natoa shukrani Mwenyezi Mungu azidishe kila la khairi. Mwenyezi Mungu awape. 2, Mwenyezi Mungu awatolee matatizo ya barabarani. Kisi mnekwenda kwa usalama, mrudi kwa usalama. 2, 3, sijui ni furaha gani ambayo niko ndani ya moyo wangu. Kuwa mwaminifu, kujitolea na kufika kwenye wito ambao ulipotumwa. Iwe ni sijui ni baba, ni mama, ni dada, ni kaka, kwa kweli sina nitachokulipa. Amana ulipompa alifikisha, nashukuru. Mungu akufungulie milango ya riziki. Penye paliotoka hizi parudi zingine. Nasema asante, shukrani. Asante pia na wewe kushukuru pia. Mungu atasaidia na mwingine ataguswa. Tulizaliwa hatuna na tutarudi hatuna. Kwa hiyo mimi tutarudi tena baada ya hizo wiki 2 tuweze kufanya hiyo issue tumalizie, kisha tuendelee na maisha. Mungu atuwekee wepesi kwa kila jambo. Kwa kweli natoa shukrani kwa uaminifu, na mwenye alitoa hizi pesa Mungu ampe. Mungu akukinge ajali za barabarani, utoke hapa na urudi kwa usalama, ufike nyumbani. Kwa kweli siweza kuambia aje, kwa furaha nayo, kwa kunonisha upendo na kunijali na kunisamini amkunitupa. Kwa kweli najisikia furaha kubwa sana. Endelea kuwa na wewe kwa uwezo wetu. Amina. Asante sana. Merci beaucoup STV. Tubandanya tubashimira mwebwe mwese mwadukurikiranye. Twizera yuko ejo ari heza turi kumwe namwe. Tukizera yuko iyo umuntu yitangiye uwundi, iyo tukashikana biramuryohera kurusha uko kuko abikora kugira ngo bikore uko yabisavye. Iyo yagize ujya umutima wewe bakawukora ivyo washatse biraryoha kurusha. Ariyo mpamvu twereza gukora vyiza cyangwa se kwitanga mu buryo ubunaburiya kugira ngo dukore ivyo baba badutumye neza. Nanje ndabandanya kandi kugushimira wewe wagize uwo mutima, mbandanya shimira n'abandi benshi. Hari abandi bakora fasha umwana Ines agwaye, turabashimira cyane. Hari n'abandi babandanya gufasha abandi mu bundi buryo tutazi. Imana ibahezagire mwebwe muronka mukibuka ko mwahawe mutarinze gucumukura. Turabashimira cyane. Je banyita MC Andy, iyi bayita STV. Twari kumwe n'uyu papa bamwita Omar. Arakandi Omar. Arakandi Omar, iryo zina nari ndarizi mu mupira w'amaguru, niyo mpamvu nabanje kumubaza ico kibazo kandi nasanze ari byo. Ayo kandi iyi ni STV, murahawe kandi kazi no mu bindi biganiro. Murakoze cyane. STV, every story matters.